together. So tuna contraction. Contraction ni ufupisho ambao native huwa wanatumia sana. Native speaker. Kwa kama ukitumia uta sound like native, utaongea kama native, na kama utaelewa contraction utakuwa better listener, utakuwa na usikilizaji mzuri pale Kiingereza kinapoongelewa. Contraction inafanyika katika word am, are and is. Inafanyika kwa kuondoa haya maneno tulishaangalia. Jitahidi unatumia katika matumizi yako ya kila siku. Practice huenda ikawa ngumu, lakini jitahidi katika kutumia. Maana wanasema samaki mkunji angari mbichi. Hatujakunjwa wakati tulivyokuwa bichi, tukatoa tulivyokuwa wadogo, tunasoma tulivyokuwa chekechea. That's why unaona vitu vigumu, lakini kwa sasa jitahidi utaweza kutumia. Ukiacha huwezi kutumia, so practice kutumia. Then after, baada ya kuremove haya maneno, huwa tunaweka apostrophe hapa juu. So the sound zinapatikana baada ya remove those words and putting up apostrophe here. Inapatikana soundi katika haya maneno ni s, s, your, were, their, his, she's, its. I'm at work, nipo kazini. Work, no weki. You're at work, uko kazini. They're at work, wako kazini. She's at work, yupo kazini. It's outside, kipo nje. So hivyo ndivyo contractions zinapopitwa. Practice ili uweze kutumia, fanya mazoezi ya kutosha. Ukigusa utashindwa, utabaki kule kule. Na kama utatumia contraction, you sound naturally. So here tumeangalia jinsi ya kusema nipo, kipo, yupo. Tunafanyaje? I, am, you na they, are, he na it, is. Peleka place katika maeneo yote, anza na it. Katika miji, mikoa au taifa anza na in, lakini tumeangalia contraction ufupishi ambao I am, you are, we are, they are, he is, she is, it is. Tunaondoa maneno kama tulivyoondoa na tunaputia apostrophe there. Alafu huwa maneno yanatamkwa ni am, your, were, their, his, she's, its. Hakikisha umefuata kanuni ili jinsi ya kusema nipo uweze kuwa umepatia kile kikamilifu. Ukipita njia nyingine utakuwa unakosea au utakuwa unatoka nje ya